Naam, Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye amenipa uzima na afya njema, lakini namshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu amekupa neema ya upendeleo ya kuwa mzima kabisa, ya kuwa mzima kabisa. Hata kama una changamoto unaipitia, mshukuru Mungu, jambo lako litaisha. Lakini kabla sijaendelea, naomba niombe. Asante mfalme wa amani, hakuna mwingine zaidi yako. Tunakutukuza. Asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya majira haya. Tunaomba kibali kutoka kwako. Ni wakati ambao tunakwenda kusikiliza ujumbe wako ambao watufaa kwa maisha yetu ya kiroho, lakini kwa maisha ya kimwili. Katika jina lako Yesu Kristo na hai, nikiomba na kushukuru. Amen. Ndugu wasikilizaji, leo natamani tushie ujumbe unaosema tufanye kazi. Tufanye kazi kwa kuwa Mungu ametupa nguvu, ametupa akili na maarifa. Ametupa nguvu, akili na maarifa. Kama Mungu ametupa nguvu, akili na maarifa, ni lazima tufanye kazi ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ndugu zangu, mambo ya kiroho, mambo ya kimwili, ili aweze kwenda, yanahitaji kufanya kazi kwa bidii. Usipofanya kazi kwa bidii, ndugu yangu, utakuwa ni mzigo kwa wenzako. Hata ukienda kanisani wakitangaza habari ya michango, utaishi kama wanakuonea. Kumbe umesahau eneo la kufanya kazi. Nakumbuka neno la Mungu nasema, Mungu atabariki kazi za mikono. Atabariki kazi za mikono. Jiulize, we kazi yako ni nini? Kazi yako ni ipi? Ili Mungu aweze kuachilia baraka kupitia kazi unayoifanya. Uwe ni mfugaji, Mungu atabariki, hiyo ni kazi ya mikono. Uwe ni mkulima, Mungu atabariki. Uwe ni mfanyakazi, unafanya kazi kwenye ofisi fulani, Mungu ataachilia baraka, hiyo ndio kazi ya mikono yako. Sasa wewe kazi yako ni umbea, kazi yako ni kusengenya, kazi yako ni kuharibu familia za watu, kazi yako wewe ni mwizi. Nini kitatokea hapo? Uwe na uhakika kwamba madhara yatakupata. Matunda ya kazi yako, mfano wewe kazi yako ni mwizi, matunda yako ni kifo. Wewe ni malaya, matunda yako ni kupata ukimwi na wakati mwingine kuuawa. Tufanye kazi, vijana wenzangu, tufanye kazi. Tusome maandiko matakatifu kutoka kile kitabu cha Methali, sura ya 10, ule mstari wa 4. Neno la Mungu nasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Narudia tena, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Ndugu yangu, neno la Mungu natuambia kwamba anayefanya kazi kwa mkono ulegevu anakuwa maskini kabisa. Tunapozungumza habari ya umaskini, ni ile hali ya mtu kukosa mahitaji ya msingi kama vile chakula, maradhi na nguo. Itakuwa changamoto kupata nguo, itakuwa changamoto kupata sehemu nzuri ya kulala. Fanya kazi ndugu yangu, fanya kazi. Utakimbiwa na watu kwa sababu ni mvivu, lakini maandiko yenyewe yanasema, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Anayepambana, anayepiga kazi kwa bidii, Mungu ataachilia baraka pale, Mungu atafanya pale, ataachilia ulinzi pale, kwa sababu unafanya kazi. Ndugu yangu msikilizaji, kijana mwenzangu na Watanzania kwa ujumla, hebu tuchape kazi, tusiwe watu wa kulaumu kila itwapo leo. Tupige kazi, piga kazi uone kama hautafanikiwa. Piga kazi sana. Piga kazi. Acha uvivu, piga kazi. Kama ni shamba, kapige kazi shambani. Lima, Mungu ataachilia baraka. Kama ni mfugaji, fuga kweli. Kama wewe ni mtumishi wa umma, piga kazi, Mungu ataonekana. Umekaa tu unalialia tu, changamoto ni uvivu. Basi kupitia neno hili, kupitia somo hili, nikuombe mwenzangu, chapa kazi,
Mungu atabariki. Mungu nakubariki sana. Amen.